labda kakalangi na uwe Samboy, unaweza kuta mtu anakula. Tena usinijibishe mimi. Yaani hizo salamu gani? Mimi toka natokea kule naona mnanongonezana. Au nyie wezi? Niambie kama nyinyi wezi mko hapa mnapanga mkaibe wapi na mimi nishirikishe. Sasa sikiza nikwambie. Shika dela hiyo. Na ndio fagia uwanja. Hii ndio fagia uwanja. Sasa mke wangu hapa barabarani tunazalilishana hivyo. Shika dela usinichefue hapa mtaa mzima kama nuksi hapa. Mke wangu nimeshika. Na kuanzia leo. Ndio mke. Hiyo miguu yako hiyo naifunga. Maana Yesu umezoea kuzurura kama kuku. Hautoki nyumbani bila ruksa yangu na nione unanyanyuka. Huku. Wewe. Wewe kama unanikaba mpaka unaniumiza maziwa yangu jamani. Basi sawa. Nilegeze. Legeza vizuri. Sawa. Mwanangu unanipiga mimi kifua? Si ndio wenye vipala mwanangu, atuchikeshe hata siku moja, ukizingua tu ula mbalamba tunakuchana msamba, mshamba mkubwa wewe. Utakufa kitoi. Muone kwanza mwanaume mzima kachandala. Mama mtu, nisikilize. Wewe jisengeshe, nenda home katulizane. Mimi hivi viatu hivi naondoka kuviuza. Yaani ukisikia watu leo, mimi nitaacha ndala, mwacha ndala yenyewe ndio ule pale bwega la ukimbia. Nachukua ndala zenyewe naenda kuuza. Sawa. Huko kila mtu ana wake na wako anamchukua. Kwa sana mpangaji wake ila maza usiange. Tulindi benki kwa lungu mkilikoroga mtainywa. Tamba pande zako kwangu tamunya. Mmemuuzi udugu wangu. Mmeakanyaga kwa udugu. Mmemuuzi udugu wangu. Mmeakanyaga kwa udugu. Naomba lau nafasi nipate japo kusema kidogo. Mechanganya akili yangu naomba niseme leo. Ashura kiuno kaja juu. Kwa nini mwanawe atwe na kishefa? Na bika uye kashika buto. Kishefa na oa. Ashura kiuno kaja juu. Kwa nini mwanawe atwe na kishefa? Na bika uye kashika buto. Kishefa na oa. Na hii ndio fagia uwanja. Hii ndio fagia uwanja. Na hii ndio fagia uwanja. Hii ndio fagia uwanja. Na hii ndio fagia uwanja. Hii ndio fagia uwanja. Wewe njoo. Haya udugu. Huku wapi? Mbona hai? Sinaongea na wewe. Mbona hai? Usikute hapo umefumaniwa na mume wa mtu. Maana nyinyi nawajua akili zenu. Sasa bonge, tuheshimiane. Kwa hiyo umenisimamisha hapa ili kuniambia wewe ujinga? Okay, no, sija kusimamishia hilo. Kwenye kupita kwangu, kwenye kuzurura kwangu, kuna mwamba nimekutana naye. Kanisimamisha yule bwana, stori yake ya kwanza. Akaniambia kuna wadada na waulizia. Hawa wadada akanielekeza. Na mimi nikaskuti kwenye kichwa changu nikajua kabisa fika ni nyinyi. Wala kuna wengine. Sasa mkae kwa akili. Na kwa jinsi nilivyomdadisi yule bwana. Akasemaje maelezo yake kwamba nyinyi mmemuibia. Tena kanielekeza hadi hivyo vitu mbomuibia. Na kweli niliwakuta navyo. Ina maana unataka kuniambia kwamba yule mtu umempeleka hadi nyumbani kwetu? Aku. Pumu kapumulie choni. Aku. Nimeshaambia kabisa fika ombea nimeacha. Sasa nisikilize. Nikija kugundua umemwambia kitu chochote kuhusu sisi, wewe tutakupiga mpaka hizo nywele tukunyoe ubaki na kipara. Hivi nyinyi ni watu gani kwanza niwaulize? Maana hamna hata jema. Kila ninachojitahidi kuwaletea kwangu mimi naonekana mbaya. Asidi. Sibinje ondoke zangu mambo yatakayowakuta. Na ukiona mimi nimetoa mdomo wangu nimewaletea nyinyi. Sijui. Tamba pande zako kwangu tamunya. Mmemuuzi udugu wangu. Mmeakanyaga kwa udugu.
Mama. Mwanangu. Shikamo. Mama, kwema? Kwema, Halima nimemkuta. Halima katoka sasa hivi. Maana nimepiga hodi muda mrefu. Kama vile mmekufa. Mimi nililala kidogo nilisinzia. Nalala mchana wote mama. Sale ndo hii hapa. Mambo lele shoga. Nakwambia. Kimedamshi. Naona hili toleo jipya hili. Sasa mama mimi mchezo nawezaje kuchukua vitu vya zamani yani? Shingapi? 15,000 tu, mimi sina mambo mengi. Shilingi 15,000? Mwanangu, mbona umezidi bei? Sasa mama mimi nimezidi bei, mimi ndo navitengeneza vijola. Vijola simeenda kununua mimi. Manake sisi wengine wazee tutapata wapi? Unaona hapa tulivyonipendeza. Unasema siku ya shughuli mama lele. Mtoto wa kike. Kupendeza umependeza lakini ndo 15,000. Nakuomba mwanangu. Hiki sasa usiondoke nacho. Uniachie, mimi nitakutafutia shilingi 9,000. Mama 9,000 tena? Kumbe. Huo baba hifu. Sasa 9,000 mimi hiyo hela kuongezea mimi naitoa wapi? Wewe mwenyewe unajua maisha yetu. Wote tunaunga. Sio vizuri mwanangu. Mama hata sigongi mwenzangu. 9,000 hapana. Nakuomba kama mamako. Sawa, mimi mwanao najitolea na kuongeza shilingi 2,000 utatoa 13,000 lakini kwa kijola sio cha kwako. Sio vizuri hivyo. Mimi mama yako unafanya kama kunisaidia. Nakata kuchukua bure. Ndio maana nikakwambia nitakuchangia shilingi 9,000. Hebu nipe huo mtandio bwana. Mama. Sasa mimi nitaondokaje hivi na kati ndo sample? Nakwambia Shakila, wewe kwa nini unielewi? Nipe hicho kijola. Vimejaa tele hivi madukani kwa sababu toleo jipya. Jana nimeenda kwa Mangi nimevikuta hivi. Utaenda tu mwanangu. Naomba. Mtihani huyu jamani. Sikiliza nikwambie. Nisingesema hivyo mwanangu, sina hela. Hiyo shilingi 9,000 uhakika. Uhakika kabisa utapata. 9,000 tena mama, tumeshakubaliana 13,000 lakini mbona nataka nionekane nina gubu? Sasa nataka gubu linakujaje tena mwanangu? Sasa nakwambia hivi, usitegemee sana. Niliyokuwa nayo shilingi 9,000. Kama nitapata shilingi 13,000 nitakupa, lakini kama sijapata basi shilingi 9,000 utakuja kuiona mwanangu. Mama nyinyi mnachotaka kunifanyia kama hii shughuli nimeitaka mimi. Shughuli tumeitaka wote na nyinyi ndio mmetaka sali. Sasa hivi tena mnataka kunifanyia nyinyi mambo meusi. Mimi hela naitoa wapi? Hata na wewe umetaka vile vile hii shughuli. Haya basi hamna shida, mimi naondoka. Halima akija mwambie nitafute. Uko kuchukua kwenye shilingi 9,000 nimeamua tu. Ningetaka kuchukua bure. Mtoto inyi anavyoitingisha utakosa kupata hela wewe. Watoto wa siku hizi hata mumjui mzee. Nikipata nitakupa, kama sijapata basi. Na huyo Halima atakuja kumuonyesha. Ashura kiuno kaja juu. Kwa nini mwanawe atwe na kishefa? Nabika uye kashika buto. Kishefa na uwa. Ashura kiuno kaja juu. Kwa nini mwanawe atwe na kishefa? Nabika uye kashika buto. Kishefa na uwa. Na indo fagia uwanja. Indo fagia uwanja. Bahati yako umekimbia. Tena hapa ndio ulipokanyaga na mguu mmoja tu nitakushikisha adabu. Mimi ulikuja kufanya nini? Nilikuwa nachungulia. Ulikuwa nachungulia, ulishindwa nini kuja kule? Mimi nilikuwa nachungulia tu, nimeogopa Shakila. Tatizo Shakila alikuwa anapenda kunipiga piga. Sasa ndio muogope. Wewe umuogopi Shakila wala nini? Wewe mbea, umetumwa na wambea wenzako. Mimi sasa hivi nishacha umbea, hata umbea tena. Sasa bahati yako wewe. Leo mimi ningekuvimbisha mguu mmoja, ungejua wewe kama nani. Umchanga unikitaka kwenda kufanya mandingo. Unayajua mandingo hayo? Toto mbaya huyu. Ala!
Muone kwanza. Bibi, kuna punje moja ya mchanga imebaki kwenye mkono wako. Bibi. Oya mtaani moto. Moto mama mtaani moto. Wakubwa kama watoto. Mtaani changamoto. Moto moto. Mtaani kwetu moto. Wakubwa kama watoto. Oya mtaani moto. Moto mama mtaani moto. Maisha bana. Hapana. Majuma, mimi sikupaswa kuoa kabisa. Na imani kabisa sikupaswa kuoa. Na hata sijui nimekosea wapi. Unaweza kumlaumu Mungu wakati mwingine, kumbe makosa unafanya mwenyewe. Sijui ni nini. Hebu ondoa maigizo yako hapa. Kama hiyo ndoa ya mkeka ndio ushanioa. Mke hapa nipo lele. Umenielewa eh? Ndoa tunayo na tunatamba nayo. Majuma, mimi najilaumu tu mwenyewe. Sio kwamba nalalamika labda kukuoa au ni vipi. Jambo limekuja haraka sana. Limekuja faster, ndoa imekuwa kama chafya. Tena nisikize kwa makini. Nitaka nisahau. Nasikia una mwanamke wako huyo Halima ananitafuta, anataka kuja kunichamba niweke mimi Kigoma hapa. Oi. Yaani yule kaingia cha kiume. Yesi mwanamke, hapa kaingia cha kiume. Sijui unanielewa vizuri. Mimi ndo timu mapilani. Yaani mtaa mzima huko mbona ataelewa? Tena kwanza nimepata taarifa zake vizuri, hajanijua vizuri. Hebu niangalie vizuri kwa mimi mwanamke na nyama zangu, mwanamke nimekamilika kila idara. Sijui unanielewa vizuri. Yaani Mungu kanima shape. Lakini kanijalia Mungu kanipaziwa, nitamfunika na ziwa la kichwa yule mwanamke wako. Atakuja kufa pale uwanjani. Mimi hapa nilipo nishachanganyikiwa. Dawa za kunywa nishaoga na dawa za kuoga nishakunywa. Sasa kwani Halima ana shida gani? Majuma. Haina haja ufike hivyo huko. Mbona Halima yeye ana noma? Yule mtu poa kabisa, shida nini sasa? Kwa hiyo unahalalisha mambo anataka kufanya odemu wako au sio? Unajizima data Unasahau kama mimi mke wako ndoa? Sawa, inabidi ifike kipindi basi hata haki zangu za msingi ziwepo. Hata kama ndio kukuoa nakosa haki zangu za msingi, nishindwe hata kuzungumza na majirani. Wewe unaelewa maana ndoa wewe? Yaani ndoa maana yake kwamba mimi na wewe ni mwili huu mmoja. Kwa hiyo ulipo nipo. Nisikilize Majuma. Haya mambo yanakwenda yanazungumzika. Haina haja wewe kwenda kufanya vurugu. Yaani ndoa hii inabidi uzoee. Aishi leo, kesho wala mwakani. Afu hilo sio kosa langu mimi wala sio kosa lako wewe. Haya ni mapenzi ya Mungu. Unataka kubishana na Mungu? Wewe umekuwa naye? Mwenye Mungu kanisaidia, nimestirika mimi sasa hivi naonekana maana nikipita huko mke wa mtu. Sawa. Mimi niko zangu chumbani. Na kwa taarifa yako sasa nikupe taarifa mapema. Wale sio siku ya shule walikuja hapa na Kigoma, mimi walinistukiza tu. Sasa kwa taarifa yako hapa kuna shughuli kinataka kiamke. Yaani hapa panataka panuke. Itakuja tarumbeta hapa, itakuja kibao kata hapa. Mashoga zangu atakata sare. Shughuli itakuwa lele. Sio unanielewa vizuri? Yaani hapa patachangamka kwa taarifa yako. Watanitunza mama. Mitunzo nitapokea na kama kaida yangu nikipokea mitunzo kurudisha lazima. Wewe unaona ndoa chungu, mimi ndo naipenda ndoa tamu, nimeielewa bara. Yaani ndo vile. Kwa hiyo ndio hivyo nilivyokuambia ndugu yangu. Yaani watu wanavyoitafuta ndoa, wanavyohangaika, wengine wanaoga huko hadharani kujizalilisha. Mimi Mungu amenibariki, kanipa ndoa ya mkeka. Unafikiria angenyoa nani? Hivi kuna mwanaume kwa mwenye akili zake timamu kabisa akabebe matatizo haya? Shida hii kweli. Ila wewe umeakanyaga. Ndoa iko lele jamani. Mke wa mtu mie.
nilitamani sana nikutane na wewe, lakini leo namshukuru Mungu nimekukuta. Hivi Shakila, unapataje nguvu ya kutoka huko ulikotoka na hao vishandubu wenzenu mpaka nyumbani kwangu mimi, mguu mosi mguu pili, na mnapofika pale mnamchukua mama yangu mnakwenda naye huko kwenye mashughuli yenu, si kufagia naye uwanja, si kwenye matarumbeta naye? Hivi nikuulize swali, umri wako wewe na umri wa mama yangu mimi mnafanana? Yaani hilo swali utakaojiulize wewe kabla kuniuliza mimi. Asa wewe mama yako yule na mimi umri wangu nani wa kumharibu mwenzie? Yaani mama yako kama ni nyani kasharuka mishale mingi. Asa hivi tunakuja kusimamishana kindezi tu, sijui unaniharibia mama yangu, sijui dada yangu. Uko sawa Tusiharibiane siku babu. Unajui mimi nimetoka wapi na mambo gani na waza nini? Tunasimamishana tu hapa. Hivi ninachokiongea hapa unahisi kwamba mimi kama nacheza au kama nacheka nimekuwa chakelea maovu saizi? Angekuwa mama yako ungeweza kumzungusha kama vile? Halima mtaa, mtulia nikwambie. Jamaa anatokea muda sio mrefu, kichwa dudu hajawahi kukosea. Yaani akija hapa shughuli imeisha yani. Wewe kuwa mvumilivu. Akija mwenyewe utafurahia hapa. Wewe subiri. Yaani wewe Chuga ndugu yangu, kileta Uswahili hata wewe nitakuwa mtu ajabu sana. Huyo ndugu yako kama angekuwa mjaja angekuja mapema, masuala ya hela yeye anaanzaje kuchelewa kwa mfano? Au unaleta Uswahili ndugu yangu? Yaani wewe Chuga, ukinivesha ndugu yangu nadhani unanijua. Wapiga kiuma wako wengi lakini chetu ndo pambe. Akinaga vurugu, akinaga ugomvi. Wewe tulia uone mambo mazuri hapo. Si unaona? Achelewi mwanajeshi, nilikwambia kichwa dudu. Msikilize huyu. Kakaangu bora ulivyokuja. Yaani mwenzako hapa nina jambo kiasi kwamba ile jambo nilivyokuona nahisi kama vile litatatuliwa. Hapa kuna mtu kajichanganya ndugu yangu, tena kajichanganya pabaya. Yaani kuna mtu anaiba wanaume za watu, ana haya ana huruma. Sasa mimi kakaangu ninachokutia hapa kitu kimoja tu, nina jambo langu nataka nilifanye kwa ukubwa. Mtaani wanijue na waone kabisa mimi kweli nimefanya jambo la maana. Ninatafuta mpiga Kigoma. Mliniharibia dada yangu kwa mara ya kwanza. Saizi mnachokwenda kufanya mnaniharibia mama yangu. Mnajua mlichokisababisha nyie? Dada yangu Halima saizi hawezi kupata mabwana wa maana kutokana na tabia zenu chafu za watoto nyie vishindubi katika mtaa. Alafu na huyo dada yako unayomzungumzia kwamba sisi tunamharibu, yeye ndo anayotufuata sisi. Sijui unaelewa? Yaani yeye anatufuata sisi tumsaidie kwa matatizo yake. Leo unaniambia mimi namharibu kwa misingi ipi? Nisikilize wewe binti vizuri. Tena uambie na hao vishandubu wenzio, mazoea na familia yangu sitaki. Nitakuja kuwafanya kitu cha tofauti. Siku mtakuja mnajileta miguu yenu pale, nitakuja kuatia makofi pale, mtakuja kuniona mimi mbaya. Na hii jamii yote itaona mimi wa tofauti. Labda tu nikupumzishe mbaba. Kama huko ulipotoka umekosa kwa kupumzikia, pumzika hapo hapo ulipokaa. Wewe huwezi kunitia mimi makofi, kwanza sikuogopi. Sijui unaelewa? Na nyinyi wakaka wa mtaa wote ndivyo mlivyo. Kitu kidogo mnakimbilia kupigana, kitu kidogo mnakimbilia kupigana. Yaani wewe kama 35, sijui 31, 42, mimi mwenyewe nina kodi zangu vile vile. Sikuogopi baba. Na tunapoendelea nitakuvisha kijola kama hiki tupite tunachamba wote mtaani. Maana unaona unachonga sana siku hizi. Kanitukanaje huyu? Oya wewe jisemeshe tu na hayo maneno yako. Siku utakaye kuja kuingia kwenye 18 zangu ndo utakuja kunijua mimi ni nani. Kama mimi Side au Side Mnyamwezi. Chamba tu umbea. Takuonyesha wewe. Kwa hiyo unatafuta watu wanaonekana. Mpiga Kigoma si mimi hapa nimefika. Au? Sasa kakaangu jamani, mimi ningejuaje kama ndo napiga Kigoma? Mimi ambaye mshikaji wangu kaniambia kuna mtu ataka nikuunganishe naye. Kwa hiyo mimi sijajua kama ndo wewe, kama ni wewe basi. Sawa, nimeshakuelewa. Cha kufanya hapo, weka hela. Sisi tunapiga ngoma kwa shilingi 60,000. Toa advance, weka double kiki 3 kwa ajili ya kustua kichwa. Si unaelewa mambo ya kulewa? Yaani mimi kuhusu masuala hela sina shida. Ila sasa muulize huyo Chuga, ananijua vizuri. Ninapotoa hela yangu ninapoipatia kaka upajui. Sawa tena natoa hela yangu, mnakuja pale mmelewa, mnajifanya nyinyi ndio wauni sana. Mimi mambo hayo babaifu sitaki. Hela kutoa na toa hela babaifu sitaki. Nataka jambo langu liende limenyooka. Kwa hiyo unachamba umbea au sio? Kasi chamba hata umbea. Toa hela. Sikia sasa. Wauni wanasema hivi, ula mbalamba. Ukizingua tu tunakuchana msamba. Si kwenye ngoma watu tunakuaga watulivu, ila watu wengine wakijitoa akili tu. Na sisi hatuna akili hata moja. 45. Chewa. Umeelewa hiyo? Kwa hiyo shughuli itakapokaribia nitakupigieni simu
itakuwa ni wiki ijayo kama sikosei. Kwa hiyo jamani, niwe na uangalizo, sitaki ubabaifu kwenye jambo langu. Sugar unanijua. Yaani unanijua vizuri kabisa, hata unifananishi. Sasa niletee ubabaifu. Mimi na wewe tena? Nishamaliza. Imeisha hiyo. Nilikuwepo. Mamtamu Mtoto anaongea sana huyo. Ndo Halima Mtamu au? Halima Mtamu huyo bro. Shughuli yake ikosewe huyo. Shika hii hapa. Ya kwangu So ya kwako, nisikilize, kuna maelekezo katika hiyo hela. 3,000 hiyo mpelekee Njiwa, 2,000 zuia wewe. Hela nyingine kitoka nitawazingatia. Hii hapa 10,000 kichwa cha familia hapa. So kichwa kichwa ududu hii. So kichwa cha habari. Kichwa cha familia. Basi bro, hizi hapo. Mtu mzima hapo anacheza na vishandugwi. Mnasemaje nyewe visarakazi? Mtu mzima ovyo unacheza na vishandugwi, maji ya jioni Nyie maji ya asubuhi. Maji ya asubuhi ndo nyie. Hebu jiangalieni kwanza juu mpaka chini. Mnaweza mkafanana na mimi? Nyie mnajifoji. Mara mjiweke mikopo tafikiri vibanda vya simu, mara hivi, mara mjitogonyoe huko. Angalieni mimi nyotro. Yaani sina mengi, lakini na bamba kwenye maisha yangu. Nyie mna nini nyie manunu? Hivi we mama, uko kwenye vilinge vyenu vya uchawi. Hakuona mwanaume ambaye atamfaa mwanao mpaka bwanangu mimi. Yaani Halima Mtamu mimi mwanaume wangu akawe mwanamke mwingine. Ulishasikia wapi? Yaani shogangu usichokijua, huyu mama huku kakosa kutula nyama ndio kaona bora mchukue mume wetu ampe mwanawe. Unasemaje wewe? Ndiye uchawi. Sasa kunizoea nyie. Nabika uye kashika buto kishefa na uwa na indofage uwanja.